Leo nazungumza na wewe ambao unaonitazama hapo. Nataka unisikilize kwa makini ili upate kujua nini maana ya sifa ya kuishi wewe duniani. Nataka unitambue vizuri tena kwa makini sana. Kama hunijui, leo najitambulisha tena kwa mara nyingine. Naitwa Muslim Khamis almaarufu Babu la Bagamoyo. Mimi ni yule kijana ambaye ninajiamini kwa kile kitu ambacho ninachofanya. Leo nakupa elimu ili upate kuelimika. Kitu cha kwanza, ukubwa sio miaka. Ukubwa miaka ni namba tu. Ukubwa ni ufahamu kwenye akili, kujua kile kitu ambacho unachokifanya. Na mpaka uwe na ufafanuzi ama utambuzi wa kujua kwa kile kitu ambacho unachokifanya, lazima uwe serious na jambo ambalo uliokuwa nalo busy. Nini maana ya kufanikiwa? Kwa nini wengine wamefanikiwa na kwa nini wengine hawafanikiwi? Kwa sababu kuna muda na wakati inatakiwa ujikeep busy na mambo yako. Usiwe na mambo mawili wala mambo matatu wala manne. Kama una swala lako moja, hakikisha unakuwa na swala moja. Kama unaamua kumtumikia Mungu, mtumikie Mungu tu. Kama unaamua kumtumikia shetani, mtumikie shetani tu. Kama unaamua kumtukuza Mungu kwa kila sehemu, kwa kila utakapokuwa, kwa kila wakati, kwa kila muda, hakikisha unamtumikia Mungu vizuri. Usiwe mnafiki wa duniani alafu ukawa mkweli wa motoni. Jifunze kwenye hili leo. Kufanikiwa, mtu yote aliyefanikiwa anajua nini ambacho alichokifanya. Na mtu yote ambaye aliyefanikiwa kama ukijua kabisa alishasubutu. Yaani alikubali kwa chochote ambacho kitakachokwenda kutokea kwenye maisha yake mbele. Hakutaka kujua. Ataua, atafanya mambo mabaya, atafanya mambo mazuri, kwa hiyo alikubaliana kwa yote. Kwa sababu ya nini? Mbele yake alikuwa anahitaji kitu kinaitwa fedha. Tunajua, dunia nzima inajua kwamba kumiliki fedha sio swala na dogo, sio swala jepesi. Kumiliki fedha sio sawa na mtoto anazaliwa na nywele. Kumiliki pesa kunahitaji ujasiri. Kumiliki pesa kunahitaji mtu ambaye anajitambua na kujiamini kwa kile ambacho anachokifanya. Sasa leo nataka nikwambie nini maana ya kupata pesa ama nini maana ya utafutaji. Kama unataka kufanikiwa, kitu kimoja, kitu cha kwanza, kama usipoweza kuitesa akili yako ukiwa kijana, jiandalie maumivu kutesa mwili wako ukiwa uzeeni. Sasa kwenye hayo mawili kuna option mbili. Chagua moja. Uwe moto, uwe vuguvugu. Chagua kwenye hayo mawili. Unataka kuutawala ulimwengu ama unataka ulimwengu ukutawale? Maisha ni kuchagua. Maisha ni option. Unataka kuwa black and white, unataka kuwa white ama unataka kuwa black. Amua sasa. Usipende kujiuliza maswali kwenye swala ambalo unaloliona la mafanikio. Swala la mafanikio haambiwi mtu. Unapotaka kwenda kulifanya jambo lako, usimshirikishe mwanadamu yoyote, kalifanye mwenyewe. Baadaye utaona watu wanakufuata na kukupongeza, kukuambia umefanya vizuri, lakini jambo ni la hatari. Usiogope. Sehemu yote yenye pesa lazima ujitoe. Jitume. Hata mama muuza miogo anachukua fedha, anaweka kwenye biashara, baada ya hapo Mungu anambariki ama anajua nini ambacho anachofanya. Mwisho wa siku biashara inakuwa ndogo inaenda kuwa kubwa. Wewe unadanganywa kubwa zima kama wewe unadanganywa kwamba mambo ya Mungu tu, tuombe Mungu. Wewe muombe Mungu. Wewe kila siku unamuomba Mungu wewe. Wewe huna uwezo wa kumkataa Mungu. Hakuna mtu yote ambaye mwenye mamlaka ya kumkataa Mungu. Kila mtu anamuomba Mungu kila siku inaitwa leo. Lakini kuna watu wanalala njaa, wanashinda njaa, wanashindwa mpaka kulipa kodi, wanashindwa mpaka kulipa ada za watoto wao mashuleni, wanafukuzwa. Kwa sababu gani? Hii dunia sasa hivi ni dunia ya watu wenye roho mbaya. Lazima na wewe utengeneze roho mbaya. Sio roho mbaya kumnyima mtu chakula, sio roho mbaya roho mbaya yani uweke kitu ambacho kitachukua moyoni hapa, ukiambiwa fanya kitu fulani unafanya bila kujifikiria wala bila kujiuliza. Huo muda ambao wewe unajiuliza, kuna wenzio wanafanya maamuzi. Wewe endelea kujiuliza, wenzio wanafanya maamuzi. Babu la Bagamoyo kila siku nawaambia, usipokuwa serious hautofanikiwa. Usipojua kujitumia utatumiwa. Asilimia ya watu wengi wanaotumia nguvu huaga hawapati mafanikio, ila wanaotumia akili nyingi ndio ambao wanaopata mafanikio. Kama wewe ni mmoja wapo ambaye kwenye kazi zako unatumia nguvu, wewe mafanikio futa. Kama wewe ni mmoja wapo kwenye kazi zako unatumia akili, wewe ni mmoja ambaye utaweza kusaidia na wengine ambao wenye shida. Jipambanie. Usipojipambania utapambaniwa. Loga,
Usipologa utalogwa. Shauri yako. Nakupa hii. Hiyo biashara yako unaofanya ni sahihi sana na ni kubwa mno. Inaweza ikakulisha wewe mpaka ikalisha familia yako na ukaishi vizuri sana. Lakini biashara yako unaipeleka vibaya. Vigezo na masharti huzingatii. Kanuni na sheria huzijui. Unataka vitu vya duniani wakati huwezi kufanya ya duniani. Huku unataka na huku unataka. Nani ambaye ataweza kukupa mali zake? Kubali kuweka maagano, kubali kuweka maidiano, kula kiapo, amini unachokifanya utafanikiwa. Nadhani utakuwa umenielewa.